Hii ni simulizi ya Malkia wa Jangwa, malkia wa mwisho wa Misri, Kleopatra wa saba. Kleopatra wa saba alikuwa malkia wa mwisho wa Misri ya kale. Alipoanza kutawala, hakukuwa salama. Kwa mujibu wa desturi za kifalme, alilazimika kutawala pamoja na ndugu yake wa kiume. Hii ni baada ya kifo cha baba yao. Lakini muda mfupi baadaye, watu wa karibu na ndugu huyo wakaamua kumfukuza Kleopatra madarakani. Kleopatra akaamua kukimbia akiwa hana jeshi, hana nguvu, lakini alikuwa na kitu kimoja muhimu: akili. Wakati huo huo, nguvu kubwa kabisa duniani iliyokuwa ikitawala wakati huo, Roma, na mtu aliyekuwa na mamlaka makubwa kuliko wote alijulikana kama Julius Caesar, ambaye aliangusha falme zote ikiwemo Misri. Kleopatra akaamua kufanya uamuzi mkubwa. Akaingia kwa siri kwenye makazi ya Kaisar. Hakuingia kama malkia aliyeshindwa, aliingia kama mwanamke mwenye mpango. Je, unaweza wazia kuingia katika ikulu ya rais? Wakazungumza na mfalme huyo Julius Caesar, ambaye alikuwa akitawala Misri na Roma pamoja na nchi zingine ambazo alikuwa tayari ameziangusha. Wakajadili kuhusu siasa, lakini baadaye uhusiano ukageuka kuwa wa karibu zaidi na ukazaa mapenzi kati yake na Kleopatra. Kwa msaada wa Caesar, Kleopatra akarudishwa kwenye kiti cha enzi cha Misri, huku malkia akitawala peke yake, huku kaka yake akitupiliwa mbali. Uhusiano wao ukazaa mtoto mmoja aliyeitwa Caesarion, maana ya Kaisa mdogo ama mfalme mdogo. Kleopatra alimuona mtoto huyu kama daraja la kuunganisha Misri na Roma, lakini Roma haikuona hivyo. Walimuona mtoto huyu kama tisho. Na ilipofika mwaka wa 44 kabla ya Kristo, Julius Caesar aliuawa na maseneta wa Roma waliomwogopa kweli kweli. Kwa ghafla, ulinzi wa Kleopatra ukaondoka. Kleopatra akarudi Misri akiwa mjane wa kisiasa, lakini bado malkia wa jangwa. Miaka michache baadaye, Roma ikagawanyika, ndipo akaibuka Mark Antony, mmoja wa viongozi wakuu wa Roma. Kleopatra alipomkuta Mark Antony, hakuwa tena mwanamke anayetafuta msaada. Alikuwa mtawala mwenye uzoefu mkubwa. Wakapendana, lakini zaidi ya yote waliunda muungano wa kupambana na adui mmoja, Octavian. Octavian akiwa kiongozi ambaye alimrithi Julius Caesar baada ya kuuawa kwake. Kleopatra na Mark Antony wakapata watoto watatu, na Mark Antony akaanza kumpa Kleopatra maeneo makubwa ya utawala, jambo lililowakasirisha wa Roma. Roma ikatangaza vita, hati ya Actium. Jeshi la Kleopatra na Mark Antony likashindwa vibaya sana. Hapo ndipo hatima ikaanza kufungwa. Wakarudi Misri wakijua mwisho wao unakaribia, huku wakifuatwa na jeshi kubwa la Warumi. Mark Antony alipodanganywa kuwa Kleopatra amekufa, akaona hana sababu ya kuishi tena, akajichoma kwa upanga. Kleopatra alipokuta Antony bado ana pumzi ya mwisho, akaona upendo na nguvu imevunjika kwa pamoja. Octavian, mtawala ambaye alimrithi Julius Caesar, alipofika Misri na jeshi lake, hakumtupa Kleopatra gerezani, aliamweka chini ya ulinzi mkali. Mpango wake ulikuwa mmoja tu: kumpeleka Kleopatra Roma, kuonyesha Warumi na kumdhalilisha malkia huyo aliyeshindwa. Kleopatra alielewa jambo hili mapema zaidi. Alijua akikubali kuishi ataishi kwa aibu, na akaonelea heri kufa shujaa kuliko kuishi kwa aibu, na kukufa kwake kukabaki kuwa historia mpaka sasa. Ndipo akachagua kifo. Kwa kifo cha Kleopatra, Misri ikapoteza uhuru wake kabisa, ikakuwa mali ya Roma ikitawaliwa naye Octavian. Na hapo enzi ya Farao ikaishia milele. Kleopatra hakuwa msaliti wa mapenzi, alikuwa mwanamke aliyopigana kwa kutumia akili katika dunia ya wanaume wenye silaha. Ndoto yake ilikuwa kuunganisha taifa mbili, Roma na Misri,
kutumia mtoto wao aliyejulikana kama Caesarion, lakini hilo halikutimia. Na hadi leo swali linaendelea kuishi. Je, Cleopatra alikuwa hatari kwa sababu ya uzuri wake au kwa sababu ya akili yake? Na je, ndoto yake ingetimia ya kuunganisha Misri na Roma, kungekuwa vipi? Simulizi hii imesomwa nami Kennedy Msambai na imeletwa kwako na Foxline Media. Tukutane wakati mwingine katika sehemu ya pili